Wewe ni mwenyeji wa hapa? Hapana, mimi sio mwenyeji wa hapa kwenye himaya hii ya Ngokwe. Vipi wewe? Na wewe ni mwenyeji au? Na umejuaje himaya ya Ngokwe kati umesema wewe sio mwenyeji wa hapa? Mimi nimejua kuwa ni himaya ya Ngokwe kwa sababu kuna binti huko msituni huwa nakutana naye nikiwa naenda kuchuma matunda. Yeye ndo aliniambia kwamba hii ni himaya ya Ngokwe. Kwa hiyo sifahamu zaidi ya hapo. Ni nani huyo binti? Zamu yangu leo kuchuma matunda. Hebu naomba niache mara moja. Naona naanza kukaribia maadui zangu. Itahakikisha naumiza mmoja mmoja kwa maumivu makali sana. Sasa Uchiga mpaka sasa hivi anafanya nini? Huyu jamaa huyu. Mimi njaa inaniuma hapa saa hizi, kasema aenda kuchukua matunda mpaka sasa hivi hajafika. Anamaanisha nini kufanya hivi? Mbona mimi ikifika zamu yangu huwa anawahi kurudi? Sasa kitu gani ambacho kimemkuta labda? Uboya atakuwa ananizunguka nini kwa demu wangu huyo? Maana simuelewelewi sasa hivi. Sijekuwa ananizunguka huyo. Maana toka mara ya kwanza anaombea demu wangu ni nyoka. Na ananisisitiza sana niache nayo ile demu. Sijekuwa ananizunguka. Wewe nimfuatilie. Wewe nimtafute kwanza. Kama nikimkuta na demu wangu, mimi naye ndugu taisha. Wewe binadamu, acha binadamu hapo. Acha kukojoa hapo. Takatifu, si choo takatifu, si choo chako. Nenda zako zako. Nani ananiambia nisikojoe hapa? Oya wewe Kyando. Oya acha michezo hiyo basi na wewe. Kyando mwenyewe nimemwacha kule polini. Sasa mbona ananiambia tena nisikojoe hapa? Hapa safi. Sasa ninapoenda kuzungumza na huyu mtoto mambo yanakuwa safi.
Senene mpenzi wangu, watu wawili wanapopendana, tengano unapotokea, basi maumivu huwa ni makali sana Senene. Sina jinsi, itanibidi tu niondoke, ila asante kwa kunipenda, asante kwa kuwa mkarimu kwangu, asante kwa kunionyesha mapenzi ya dhati. Nilikuwa nikizani kwamba kuwa kienyeji ni watamu, kumbe hata binadamu pia wa asili na wa kienyeji ni watamu kama ulivyo wewe. Sawa, mimi pia nishakuzoea sana, sina cha kusema kutokana na mambo kama jinsi unavyoona na jinsi nilivyokuelezea. Hivyo basi tambua kuwa hata mimi roho pia inaniuma, naumia pia kuwa mbali na wewe, lakini sina namna nyingine ya kufanya. Natamani hata siku zirudi nyuma ili niwe na wewe. Senene, lazima tu niondoke, na kutokana na mila na kanuni za kijiji chenu hazitaki kupokea wageni, basi acha nikamtafute ndugu yangu Chika ili tuweze kuondoka kwa pamoja. Panapo majaliwa Mwenyezi Mungu akipenda, basi tutakutana tena na tutapendana tena. Naamini ipo siku tutakutana tena kama Mungu alivyokutanisha Adam na Hawa katika bustani ya Eden, na tutapendana kwa dhati na tutakuwa mfano kwa dunia nzima. Hakuna atakayetuzidi sisi kwa upendo. Sawa, tusubiri pia muujiza wa Mungu tena utokee. Sawa mpenzi wangu Senene, muda umewadia kuondoka sasa, wacha niondoke. Nye, mnafanya nini hapa? Sikiliza mpenzi wangu, huu mshamba ni babaishi kwa chochote kile, achana naye, wacha niondoke, sitaki shari. Kuwa makini. Na wewe, nilikwambia nini kuhusiana na huyu kijana? Je, unataka utuletee matatizo katika kijiji chetu? Nimekwisha kuelekeza kabisa kwamba hawa watu wanakuja kuleta matatizo katika kijiji, na bado unakuja kumganda mtu huyo huyo. Shujaa, kwani kupenda ni dhambi? Haijalishi, lakini hapa naongea kama mlinzi wa kijiji, na sipo tayari kuona kijiji kinapotea kwa sababu ya ujinga wako. Sihitaji tena kukuona na yule mtu. Wachika. Vipi tena? Mbona hayai tena? Vipi mwanangu, mbona muda wote mwanangu mimi nakusubiri pale, nimekaa njaa inaniuma. Sikuelewi mwanangu, kulikoni? Hivi Kiando, mimi na wewe tangia lini tuko na utani? Unamaanisha utani gani? Yaani mimi nakojoa, wewe unaniambia nisikojoe. Hizi tabia umeanza lini mwanangu? Kwa hiyo tunachunguliana siku hizi. Unamaanisha nini kusema hivyo? Saa ngapi mimi nimekuambia maneno hayo? Poa, tuachane nalo hili. Sasa bwana Kiando, ili poli letu ambalo tunaishi, matunda yameisha. Na kama yameisha, hatuna tena kitu ambacho tunategemea kula kwa sasa. Mimi nakuomba turudi ulimwenguni kwetu. Haiwezekani kurudi duniani kwa sababu tulichokifuata tujakipata. Kiando, Pius 32 niisha kwambia hapa haipo tena. Na zile kodi ambazo tuliziingiza kwenye kompyuta zikatuleta huku, walikuwa wanatudanganya tu. Tumeingia kwenye mtego. Kwa hiyo tuendelee kubaki na kuendelea kuitafuta Pius 32. Vipi briefcase iliyobeba vifaa vya kuturudisha duniani?
Mimi nimeliacha pale pale. Kiando, unawezaje kuacha briefcase pale wakati unajua kabisa sisi huko hatuko wenyewe? Hizi tabia umezianza lini? Ili mshikaji ni boga hivi utumie akili. Wewe ni boga mshikaji wangu. Oya, hebu tufanye haraka twende. Umeacha wapi sasa? Mimi nimeona sielewi njia na niuma na kuona unachelewa nikaona bora nikufuate tu mwana Sasa sikia. Twende. Hebu twende mwanangu. Yaani unazingua mwanangu. Fanya haraka mshikaji wangu. Oya, mshikaji. Mwanashika. Nimekaa nimewaza, nimeona bwana nikubali kurudi nyumbani. Kwa sababu mazingira ya hapa mimi sielewi kabisa. Lakini pia hata hivyo, nimemiss familia yangu, nimemiss mamangu. Hapo umenena. Umenena kwa lugha. Tena lugha zote duniani. Mimi nafikiri kama umekubali kurudi duniani, huo mchongo mbona safi tu. Hiki kichwa sasa hivi kimetoka mafilifili. Maana ulikuwa unielewi toka mwanzo. Sasa nisikilize. Hebu twende tufuate briefcase, tuingize kodi, tuingize tu duniani. Sawa, fanye mpango huo maana mimi nishachoka tayari. Sielewi chochote hapa. Twende. Oya. Begi liko wapi? Begi mimi nimeliacha pale pale. Oya mshikaji wangu. Oya, Kiando. Ujue na sisi madaktari tunarusha mikono vibaya mno. Sio tu kuchoma sindano. Oya, niambie begi liko wapi? Mtu mbali mimi niache kwanza. Mimi mara kwanza wakati naenda kukutafuta, begi nimeliacha pale. Nikaamua nikufuate msituni. Mshikaji wangu. Hebu niambie, umeficha wapi begi? Ujue sisi tukaona sisi wabaya. Mimi na wewe ni ndugu. Chika. Naona sasa umeshausahau msitu. Umeshasahau vimonga vyake, umesahau maajabu yake. Ila mimi sikulaumu sana ndugu yangu. Poa. Nimeshakumbuka. Inawezekana mwizi amepita hapa, wale waizi wa Kariakoo na huku wako. Huenda akakuta begi, akazani labda kuna pesa, akazani labda kuna madawa, kwao akapita na begi. Cha kufanya mwanangu, wewe pita huku, alafu mimi nipite huku. Nimekosea. Unajua huku kuna koga na majanga. Kuna majoka, kuna madudedude ya kutisha. Kwa sababu wewe mwanangu umepitia hata jeshi, wewe utapita hivi. Mimi niache nipite huku kwepesi huku. Oya, ukikutana na mtu ameshika begi, nyang'anya njoo nalo turudi zetu ulimwenguni. Maana nimemisi vigodoro vibaya mno mshikaji wangu. Jamani ile begi lionekane. Mimi sitaki kukaa huku. Maana nimemisi vigodoro. Nimemisi yale mauno. Umutu. Jamani ile begi lionekane. Sasa nikikutana na bwege ameshika ile begi. Nani kamzingua mtoto jamani? Mtoto mzuri kama huyu hataki kupata shida yoyote ile. Anapataje shida?